Mimi sitaki kusema mengi kwa sababu mimi nazungumzaga once a week, mwisho ya wiki. Na sasa unajua wiki iko katikati. Sasa nikizungumza sasa sitakuwa na ya kusema. Na Bishop amesema tusiongee siasa. Sisi hatuongeagi siasa. Sisi tunaongeaga ukweli. Na ukweli lazima kufanya nini? Kwa sababu we have a responsibility ourselves as the church to stand for the people of Kenya. Parliament has been captured. The opposition has been compromised. There is nobody remaining to speak for the people of Kenya unless the Church of Christ does so. Kwa hivyo, wachungaji wetu, you have to step in that role because nature abhors vacuum. Na ndio mumeona saa ile mlinyamaza watoto wetu ya Gen Z wakaongea. Kwa sababu nature abhors vacuum. Somebody must speak. So when opposition walinunuliwa na Ruto, bunge wakakuwa compromise, kanisa ikanyamaza kidogo, watoto wetu wa Gen Z wakajitokeza wakaongea na wakauawa. Na hii shida yote unaona Kenya ni kwa sababu ya kumwaga damu ya watoto. Hata mkoloni, the British colonialist alikuwa pale kwetu kwa mlima. Brutal as the colonialist was, he never went for the children. Aliwachana na wamama na watoto. So tumepata utawala unapigana na watoto wadogo. Watoto wakiandika vitu hapa kwa mtandao, wanashikwa, wanatekwa nyara, wanauawa. Umeona watoto pale Butere wametoa mchezo ya kuigiza. Hata wakati wa Moi kulikuwa ridiculous. Moi never took any action. Si ilikuwa inaitwa ridiculous. They were enjoying because it is satire. It's a mirror of society. And Moi never took any action against ridiculous. Kibaki alikuwa pale, kulikuwa na some caricatures wanamuonesha vile anaongeanga. Kibaki anaendelea na kazi. So hii maneno ya kuumiza watoto ni mambo inatushangaza sana.